Assalamu alaikum Tanzania, kwa mara nyingine tena kama kawas, I go by the name MBEGA himself, call me Mbega, na hii ni hatua ya 15. Ndoa ya makubaliano ndio lake jina. Pale pale tulipoishia tukaendelea mbele ili tuweze kujua kipi ambacho kinakwenda kutokezea hata pia kujiri. Karibuni sana wapenzi watazamaji, ndugu zangu wapendwa, popote pale mlipo katika hii dunia na viunga vyake, na wakaribisha na wasalimu pia na wasabahi. Bila shaka mpo bado buheri wa afya, ni wazima, na tunakuja kama hivi. Biani bado anambembeleza Tari aweze kurudi nyumbani. Anamuonesha viatu zawadi kwa ajili ya birthday yake aliandaliwa. Sasa nimeelewa, nimefahamu. Hakika wewe ni mke bora kwangu mimi. Amejua thamani yake kwa sasa. Anamuomba arudi nyumbani na anamuonesha pete kidoleni. Leo ameivaa. Ingekuwa ni mvaji ungevaa tangia mwanzo. Tari, tafadhali usiseme hivyo bwana. Inabidi uachane na yule mwanamke moja kwa moja ili yeye aweze kurudi nyumbani. Sharti hilo naye pia analiweka. Chagua mmoja tu wa kukaa naye. Sitakuacha Tari hata mara moja. Basi twende kwa yule mwanamke ukaape mbele yake. Hapana, siwezi, nitamuumiza. Amejitoa maisha yake kwa ajili yangu. Tafadhali. Okay. Na hivi sindivyo semavyo siku zote. Kama nataka talaka niende mahakamani mimi mwenyewe nikadai tena kwa kunikaripia. Mbona haya uyasemi leo, umeyasahau? Nimependa yale mawazo na nitayafanyia kazi. Nitaenda mimi mwenyewe kudai talaka mahakamani. Binti anakumbusha na mengine pia. Jua yalimuuma, jua yalimuumiza, ndio maana leo anayaleta hapa. Usiseme ukamaliza, bakisha. Sasa Biani alisema akamaliza. Leo maneno yake yale yale yanamponza. Unataka arudi nyumbani mtu ambaye ulimwambia kadai talaka mahakamani? Ulisikia wapi? Ngoja tuone. Ana mawazo kweli kweli katika ndinga yake. Anasikia notification zinaingia katika simu, ujumbe mfupi SMS. Akaeka ndinga pembeni kwa ajili ya usalama zaidi. Angalie kipi ambacho kimetumwa. Akicheki simu yake, Sara kapiga mara 12, Aldi mara 5. Kisha Aldi anamwambia Sara amezimia. Ameanguka bafuni. Chap kwa haraka. Aldi anakagua, nani mjaji? Sara. Akajua sio Sara. Kama alivyoambiwa Sara amezimia. Bado Yuhoi bin Taban yuko kitandani. Biar istirahat. Mwacha pumzike, mwacha pumzike. Aldi anarejeshia mlango. Wazungumze yeye na Bian. Tadi Sara nelpon gua. Alivyonipigia simu alikuwa kama ni mtu aliyechanganyikiwa, sio mchezo, na mawazo kweli kweli. Harus ngomongin siapa. Hakujua afanye kitu gani, na alikupigia hata wewe pia. Lagi sama Tari. Nilikuwa na Tari ndio maana sikupokea simu. Sasa Tari anajua kama uko hapa? Hapana, Tari hajui. Tangannya kan masih lemah. Jambo analolifanya unajua ni gumu kidogo, sio zuri pia. Berdarah. Alianguka akavuja damu na alipelekwa hospitalini chini ya usimamizi wa Aldi. Anampa taarifa. Atabakia yeye na Sara. Yeye pia anataka kubaki Bian. Tafadhali, chagua basi wapi unataka kwenda mwanangu. Chagua wapi unabaki. Hata kama kaumia Sara itabidi aondoke aende kwa mkewe. Katika hali kama ile siwezi kumwacha. Sasa kubali kumpoteza Tari siwezi pia. Yaani jamaa anataka kote kote. Semua poligami. Mwanangu, wewe uko wapi kwanza? Awe na msimamo ndio sifa mwanaume. Mbona anakuwa hana msimamo? Kumbuka mama, baba, familia yako hawatakubali hata mara moja wewe na Sara. Apalagi Tari. Wao wanataka Tari ndio special kwao. Bingung gua. Mimi mwenyewe nimechanganyikiwa, hata sielewi. Anasema yeye mwenyewe pia kachanganyikiwa. Kwake ni majanga tu. Mazito mambo. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji. Hii ni ndinga ya Tari.
Jadi selama bulan Ramadan ini kamu... Sasa Ramadhani unataka ushinde nyumbani, ulale nyumbani pia. Mumeo je, akae hapa? Mjomba anamuuliza, hani, unamaanisha kitu gani bwana? Muache akae hapa. Hapa pia ni kwao Pak Kimo itu senang kamu nginep. Atakaa kwa furaha. Tena mjomba amemisi vyakula ambavyo wewe upikavyo. Iftari pamoja na dako. Of course. Mjomba itabidi akubali tu. Masakan kamu. Vyakula vyako ni vizuri upikavyo yang kurang. Tari kuliko Apa? Shangazi yako. Vipi vinavyokosekana mpaka vyake hivi vizuri? Itu yang suka. Anasema chumvi. Chumvi Ya sudah. Tari selama... Wanafurahishana kwa kutaniana ili mradi tu asionekane kama binti ni mwenye kufukuzwa au ni mwenye kutengwa. Bersih-bersih dulu. Basi weka vitu vyako ndani, aoge, kisha mambo mengine yataendelea. Na swala pia sisahau. Sawa. Nenda Tari. Hakuna tatizo. Okay. Anakaribishwa kwa mara nyingine tena. Okay. Busara inabidi itumike kabla ya maamuzi ya hasira. Hani, hivi unahisi kweli usalama upo hapa? Tanya, kalau anaknya ndak cerita. Madhari hajasema, basi sisi hayo mengine hatuhusu. Tusichunguze bwana baadhi ya mambo. Ndio hivyo ilivyo. Mpaka mwenyewe aseme bwana, kama nyumbani kuna tatizo, mume wangu kuna kila, lakini kama hajasema wasitafute baadhi ya mambo. Maji na chumvi nyingi. Mke anamkataza mume. Kabidi asingizie tu mradi kuwa mada. Upande wa Bian, mawazo ni mengi kweli, anawaza vibaya mno. Ramadhani ishaingia. Bian, haya kamata bwana, apate iftari kidogo. Mas Bian nggak sahur di rumah. Sasa vipi kusana daku? Nitakula nyumbani. Begitu saya balik duluan. Baba, niache niwahi nyumbani bwana, mke wangu huko anaandaa madiko anakaangiza. Fulu kuumiza pua majirani, shauri yako. Anamtia wivu na uchungu katika moyo wake. Vitu vizuri vinapakuliwa huku. Ni mwezi wa Ramadhani. Bian ameshakula sasa hivi. Umesemaje? Yaani binti yuko hapa anamwaza Bian. Amekolea, amependa kweli. Ukisikia mahaba moto ndo hayo. Mjomba kasikia, anahisi kama kasikia vibaya, lakini kasikia sahihi. Amesikia kama kitu Bian au kauli Bian. Imekuwa ni wiki tena tangia Ramadhani ingie. Singantuk ya. Hakuna wa kumwandalia iftari wala daku. Anaishi kwa tabu. Ramadhani anaifunga kwa mashaka kweli na matatizo. Amemtumia SMS. Siku zinasogea mpenzi mfuatiliaji. Siku zinakwenda kwa upande wa Bian. Kama hali yake tunavyoiona, mwingi wa mawazo kweli. Mazoea yanamsumbua. Kamu gimana puasanya? Lancar? Haya, vipi kwanza? Lancar. Mambo ya iftari kwake fresh tu. Anamuuliza Sara Buka puasa di. kama akihitaji Kamu kalau misalnya buka puasa iftari, basi atasema anaweza akampikia chakula kizuri au akaagiza vyakula vizuri pia. Kebab. Yanataka kababu bwana. Amemiss kababu, angezuia kwenye iftari. Ya ampun, Bi, kan kamu tahu aku cuman bisa manasin. Kwa kisia kababu, Sara hajui namna gani zinavyoandaliwa, sio zinatoa mayai, sio zinatoa kitu gani, anabahatisha. Lakini usijali, hamna haja kujipa tabu. Unaweza waka order. Kukaangiza hajui. Hawa ndio wanaongozaga chai hawa. Hatari kweli, unasikia chai imeungua. Aku mau salat maghrib. Sasa nataka kusali sala ya maghrib. Ada? Ya, sawa. Sejak kapan? Tangia lini umeanza tena mwenzetu? Umeokoka? Kenapa aneh? Kwani ni ajabu mtu kuokoka? Mwenyezi Mungu anapenda wale wanaorejea kwake, wanaotubia. Sio jambo baya, jambo zuri. Hata Mwenyezi Mungu linampendeza. Ayo. Sawa. Haina shida. Aku cari dulu mukenanya ya. Basi acha pia naye akachukue nguo zake za kufanyia ibada, wafanye ibada kwa pamoja bwana. Okay, akachukua nguo juu. Sasa kama kweli ni mtu mwenye kupima, atajua wapi pa kushika, wapi pa kuacha. Kinani huyu? Zipigo zake hizi ngoja tu muangalie. Wanaita
Ndio makubaliano. Tumwangalie na yeye pia itakuwaje kwaje. Apa telepon nggak diangkat. Sasa Bian kwenye simu hapatikani, Tari pia hapatikani, SMS hazirudi. Inakuwaje kwaje? Familia leo bwana wana kijambo chao hapa nyumbani, wamealika ndugu, jamaa na marafiki. Unajua tena ni Ramadhani. Sasa inakuwaje kwaje? Tari 0, Biani 0. Padahal papa udah siapin tangkil yang Tangliki nimeandaa hapa. Anacheka kinani. Takjil bana baba. tangkil kinani. Nimesema itangliki baba. Iya. Si hivi hapa kabisa. Amekosea. Baba ni mbishi. Siku zote anakoseaga vitu. Mtoto akimrekebisha bado. Hatimaye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu di. Waalaikumsalam. Haya, yule kule. Kamu tuh dicariin loh. Muda wote alikuwa akimuulizia. Bian. Ndio. Mana sih kamu? Sasa imekwaje simu yako tumekupigia na Tari yuko wapi naye? Simu yake imezima. Itu Tari Simu yake kidogo imekuwa mbovu, imeharibika. dibilang nggak bisa datang ke sini. Na pia leo hata wao yuko busy kidogo. Unajua vitu vingi nimenunua safari nyumbani, kwa hiyo hata Tari yuko huko tu. Kamu udah Hizi sababu anazozitoa Bian hizi. Merah putih. Ayo, buka puasa dulu. Basi haya wakapate chakula fasta kwa haraka kabla akijapoa. Namna hiyo. Basi mpenzi mtazamaji, siku zikaenda, hatimaye leo happy Eid al-Fitr kama kawas. Ramadhani imemaliza. Wanasema leo ni siku kuu bwana. Watu mikutana katika masjidi hapa kwa ajili ya kushukuru kwa kile ambacho tulichojaliwa kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuufunga mpaka kuumaliza. Hakika ni jambo zuri kweli kweli, ni jambo pia la kushukuru. Bian anaomba msamaha kwa Tari, asamehewe kwa makosa aliyofanya. Tafadhali kama hatojali amsamehe. Je, itakuwaje mpenzi mtazamaji? Pazuri hapo. Ngoja tuangalie mpenzi mfuatiliaji, Tari atajibu kwa namna gani SMS aliyotumiwa na Bian. Bian akiomba msamaha aweze kusamehewa bwana. Tari amejibu, natumaini pia na mimi utanisamehe makosa yangu niliyokukosea. Pia mimi ni binadamu bwana, anakosea. Je, Tari atarudi nyumbani kwa SMS hii aliyoituma? Mimi sijui. Kwa mara nyingine tena tunamwona Bian kwenye hii apartment. Si kwa Sara huko. Ameenda tena kufanya kitu gani huko? Bwana mpenzi mtazamaji, ili tuyafahamu mengi zaidi inakuaje mimi na wewe tukutane kwenye hatua ifuatayo. Asante sana kwa kuwa na mimi tangia episode ya kwanza, na hapa tulipo mambo bado ni mazuri kweli kweli. Tunarudi panapo hai na uzima na majaliwa.